Jaribu la Shetani. Shetani ni kiumbe kilichoumbwa, ni wa kwanza na ni mkubwa kati ya malaika wote. Isaya 14 mstari wa 12 hadi 13. Yohana 1 mstari wa 6. Yakobo 1 mstari wa 6 kumrazi. Yohana 8 mstari wa 14. Alijaribu kumpindua Mungu na akashindwa. Shetani alijaribu kupindua hata Mungu, akashindwa. Hivyo akatupwa kutoka mbinguni na kundi la malaika walioungana naye katika mapinduzi. Unajua hata hapa duniani ndugu yangu, unapotaka kuja kunipindua na nikajua watu waliokushika mkono, waliokuunga mkono ili unipindue, lazima nifanye kitu gani? Lazima na wewe na wale watu nyote kuondoa kabisa. Hiyo sasa ni kisiasa. Mungu naye pia kwenye siasa yake aliweza kuwatupa ule shetani na wale malaika wote waliojaribu kuungana naye, wote wakatupwa. Wakati fulani Ibilisi akiwa katika umbo la nyoka, Yohana mstari wa 8 inaonyesha kwamba Ibilisi alijifanya kuwa katika umbo la nyoka, akaingilia uumbaji wa Mungu. Akamwambia Eva kwamba tunda lilikuwa zuri sana na litamfanya kuwa na akili kama atakula tunda hilo. Ina maana sasa shetani anaanza kupambana, anaanza kumpinga Mungu. Mungu anamwambia usifanye hivi, yeye anasema fanya hivi, maana hicho anachokifanya ni kizuri zaidi. Hivyo alitaka kujifanya kabisa kuwa kama vile Mungu. Na hiki kilikuwa ni kitu ambacho alikifanya shetani tangu zamani sana, akitaka kuleta upinduzi dhidi ya Mungu. Akisema Mungu hajui kutawala, Mungu hajui kuongoza, Mungu hajui kuumba. Yawezekana shetani angeliumba watu wake wazuri kumshinda Mungu. Soma Isaya 14 mstari wa 12 hadi 14. Eva alipokuwa mjinga aliweza kumsikiliza ule shetani. Alimsikiliza kabisa yule shetani, na baada ya kumsikiliza akampatia akala tunda kwanza Eva, akaja pia kumpatia Adamu, na yeye pia akala. Kwa kula matunda yale au kwa kula tunda lile walikataa neno la Mungu. Na maana shetani Eva na Adamu walipokula tunda lile walikataa mwongozo wa Mungu, walikataa sheria ya Mungu, na pia walikataa kumwamini Mungu, wakamwamini Ibilisi. Karibu kwenye sehemu ya 4.